Hello, habari ni wako mpendwa Mr. Baisam. Hii ni Crypto Learning Pro ambayo ipo kwa ajili ya kukuhabarisha na kukufunza fursa mbalimbali za kutengeza kipato kwa njia ya kidigitali ama online. So simu yako tu kwa sasa ndio fursa kubwa sana kwa upande wako. Karibu katika video hii ujifunze tofauti kati ya kutrade mwenyewe kwa kutumia Binance direct kwenye exchange au kwa kutumia robot. Ipi ni njia mwafaka au kuna tofauti gani hasa? Ili kuelewa yoyote, karibu katika video hii. So you are most welcome. Crypto Learning Pro inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa. Karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidigitali. Okay, yes, karibu ujifunze exchange manual trading pamoja na Royal Q robot. Ni mimi presenter wako Mr. Baisam. Hapa utajua ipi ni bora na ipi sio bora, utajua mbele ya safari. Nitakueleza nini sababu. Okay, so malengo ya presentation hii ni kwamba la kwanza kabisa kuelewa manual trading kwenye Binance au kwenye exchange nyingine, mfano kama Bybit, HTX, Coinbase na nyinginezo, lakini pia kuelewa Royal Q automatic trading ni moja kati ya malengo mengine. Okay, nyingine pia kulinganisha advantage na disadvantage, kuangalia faida za manual trading, faida za kutumia Royal Q, disadvantage zake za manual trading pamoja na za Royal Q. Lakini pia malengo mengine ni kumsaidia beginner kuchagua njia iliyokuwa sahihi. Lakini tuanze kwanza, nini maana crypto trading? Kabla ya kuangalia chochote, kama tujajua crypto trading ni nini, kwa kweli tutakuwa hatujafanya cha maana. Nini maana crypto trading? Crypto trading ni kununua au kuuza digital asset kama Bitcoin au Ethereum. Maana yake mfano kama labda Bitcoin 50 unanunua au BTC, alafu bei ikipanda unauza. Kwa hiyo lengo ni kupata profit kutokana na price movement. Kwa price inapopanda, inaposhuka, inapopanda, inaposhuka, whatever itakavyopanda na kushuka. Kwa hiyo wengine unakuta hawapendi, wanasema kwamba sio biashara kwa sababu bei haitulii. Sasa kuto kutulia kwa hii bei kwetu sisi ni fursa, kwa sababu leo kumsikia shekhe mmoja anasema kwamba bei ya Bitcoin sijui ni haramu na vitu kama hivyo kwa sisi Waislamu, lakini nataka niwaambie kwamba point yake kubwa ni kwamba bei haitulii, inapanda na kushuka, inapanda na kushuka na vitu kama hivyo. Sasa kupanda na kushuka huku wengine wanaweza wakachukulia ni kubaya, lakini kwetu sisi matrader, kwetu sisi tunapata profit kutokana na price movement. Okay, kwa hiyo hii maana price inavyo move, watu kununua na kuuza according to the movement of the price, maana yake hii ndio tunaita trading. Kwa tunapata profit kulingana na price inavyo move. Okay, lakini pia trading hufanyika kwenye exchange mfano kama Binance, Bybit na nyinginezo. Ndo kama soko kubwa, watu wanakutana, wanunuzi na wauzaji wanakutana humu ndani ya Binance. Kwa hiyo ndio kuna kutokea ile movement ya price. Kwa hiyo inaweza hii trading hii crypto trading inaweza ikawa unafanya manually direct kwenye Binance au ukawa unafanya automatic. Manake hapa sasa unaweza kutumia robot kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo ndio maana ya trading, manake unatengeneza faida kutokana na movement ya price. Kwa hiyo baada ya kuelewa maana trading ni nini, tuje kuzungumzia Binance ni nini. Binance hii kumbuka exchanges ziko nyingi za watu kukutana. Kuna mtu anauza Bitcoin, kuna mtu ananunua Bitcoin. Sasa watu hawa wanakutana wapi? Wanakutana kwenye exchange, na hizi exchange ziko nyingi, moja wapo ni Binance. Okay, kwa hiyo Binance hii itakuwa kama ni role model wa hizo exchange nyingine, kama kiwakilishi cha hizo nyingine. Kwa hiyo hii Binance ni crypto exchange kubwa duniani. Sasa hii inaruhusu kufanya trading za design mbalimbali, lakini trading kubwa inafanya trading ya spot, inafanya pia trading ya future. Okay, future trading hii ndani ya Binance. Lakini pia trader anafanya buy na kusell manually. Kwa ndani ya Binance humu kuna matrader wanaweza wakaingia moja kwa moja akabai cryptocurrency zake, ikafikia muda akasell akapata faida.
Okay, lakini pia ndani ya Binance zimo charts na zipo tools za kufanya analysis tunaita analytic tools ambazo mtu anatumia kama ni vipimo kama ni kuna RSI, kuna Bollinger Band, kuna MACD, inaita moving average, convergence, divergence, kuna hivi vipimo mbalimbali vinavyotumia technical analysis. Kwa hiyo ndani ya Binance pia unaweza ukafanya trading kwa kununua na kuuza manually. Okay, manually. Kwa hiyo iko hivyo. Baada ya kulielewa hilo, kingine pia kuna manual, lazima ujue manual trading ni nini. Okay, manual trading ni trader anachambua market mwenyewe kwamba hapa kuna BOS, hapa sijui pana change of character, huku sijui pana impulse, kuna retracement. Kwa hiyo unakuwa unachambua mwenyewe. Kwa hiyo trader ukisikia mtu anafanya manually, maana yake trader anachambua market, analichambua ili soko mwenyewe. Lakini pia trader huwa anaamua wapi pa kuingia na wapi pa kutoka mwenyewe baada ya kuchambua marketing yake. Lakini pia anatumia indicator pamoja na price action. Hizi tutakuja kuangalia baadaye kwa sababu pia tutajifunza namna gani ya kutrade mwenyewe kwa kutumia Binance. Lakini pia tutajifunza namna gani ya kutrade kwa kutumia robot. Robot anafanyaje ndani yake, kwenye engine kuna kitu gani ambacho huwa anatumia, ndicho ambacho kinachofanya automatic na kuzalishia wewe faida takribani mara nyingi. Okay, tutakuja kuona huko baadaye. Lakini pia responsibility yote ukifanya manual trading, maanake responsibility yote ipo kwa huyu anaitwa trader. Yeye ndo anafanya kazi kila kitu. Hiyo ndo manual trading. Lakini advantage sasa za kufanya manual trading, kuna faida gani? Kwanza ni full control juu ya trader. Trader ana control mwenyewe. Okay? La pili, unaongeza trading skills. Kwamba wewe unakuwa ni mjuzi sasa. Ukiangalia soko unajua kulichambua, kuna skills fulani hivi unakuwa ni tofauti na yule mtu ambaye anatumia robot, kwa sababu ni sawa sawa na mtu kuendesha gari manually na kuendesha gari automatic. Kwa hiyo ukiendesha gari kuna baadhi ya skills ya control gear, kufanya drifting, kufanya nini, unakuwa ni mtaalamu. Lakini ukiendesha gari automatic, maana yake wewe shida yako ni kufika safari tu, basi inatosha. Maana kuna watu wao hawataki kuwa wataalamu. Wao wanachotaka wao ni kufika safari zao tu. Anatoka zake labda Kariakoo mpaka Tegeta, inamtosha. Katika safari yake salama. Hana haja ya kufanya madrifting na madude na kunyanyua madede kwenye mapikipiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na hata kwenye kutrading kuna watu ambao wao hawahitaji skills, wao wanachohitaji ni faida tu. Kwa hiyo ukihitaji faida, ukishapata faida inatosha. Kwa hiyo hawa ndio wanakimbilia sana kutrade automatic, lakini ukifanya manual inakuwa inakupa zile skills za ziada. Okay? Lakini pia unakuwa flexible katika strategies mbalimbali. Kwamba hizi kutrade kuna mambo mengi. Kwa hapa sasa wewe ukiwa unafanya manual, faida yake ni kwamba unakuwa flexible kupitia strategy mbalimbali. Maana sasa unaweza kusema natumia strategy hii, no, ngoja nitumie strategy hii, ukatumia mikakati mbalimbali. Mikakati mingi unakuwa unafahamu na unakuwa unajua soko linaendaje na vitu vinakaje kaje. Lakini pia ukiwa unafanya manually, faida yake nyingine inakuwa ni rahisi understanding. Una ile uelewa wa jinsi market inavyofanya movement na kwa nini imefanya movement ya design hii na kwa nini imefanya hivi, vyote hivyo unakuwa na uelewa navyo. Kwa hiyo ni faida ya kufanya manual trading bila kutumia robot au kutumia automation. Lakini disadvantage sasa ya kufanya manual trading, disadvantage kubwa ni kwamba hii inahitaji experience, sio kitu rahisi. Inahitaji ujifunze mwaka mmoja, miaka miwili, upoteze sana, upate. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa na uzoefu. Kwa hiyo uwezo ukasema leo unaanza unafanya manual, alafu baada wiki moja, wiki mbili, mwezi mmoja tayari. Hapana. Utakuwa bado haujawa experience. Lazima una uzoefu si chini ya miezi 6 au mwaka mzima huko na kuendelea. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini pia disadvantage nyingine ya manual trading, emotional zinaweza kuathiri decision. Kwa sababu sisi binadamu unaweza ukasema soko sasa hivi linaenda vizuri. Ushaingia na trading plan yako mwenyewe na kikaratasi chako, unasema unataka kutrade sasa. Umeingia na plan yako vizuri, umeandika mwenyewe, unasema hii ndio itakuwa ndio mwongozo wangu. Asalala. Unafika kwenye kutrade, ule mwongozo wako unaweka pembeni, sasa unaanza kutumia akili yako. Ndivyo binadamu tulivyo.
Sometimes hata sisi kisheria tunaongozwa na katiba hapa Tanzania, lakini unakuta wakati mwingine maamuzi yanapotoka watu hawafuati katiba. Sheria inawekwa upande, kila mmoja anafanya mambo yake. Kwa hiyo vitu vipo, lakini kwa sababu sisi ni binadamu tunaathiriwa na ile maamuzi ya kuona jambo fulani ni sahihi katika wakati fulani, lakini kumbe kiuhalisia sio sahihi, ila akili yako tu inakuona unaona jambo fulani sahihi. Kwa hiyo emotional zinaathiri sana kwenye maamuzi. Unaweza kukuta soko linapanda ukasema kuna kitu fulani leo kujifunza, ngoja sasa hivi niingie kwa staili hii. Tayari trading plan yako umesheka pembeni, unaanza kutumia akili yako, mwisho wa siku unajikuta badala ya kupata profit unaanza kupata loss. Okay? Kwa hiyo inahitaji emotional zinakuwa zinaathiri sana. Lakini pia disadvantage nyingine, inahitaji muda mwingi ili mpaka uingie kupata entry, sio kitu kidogo. Inabidi ulichambue kweli kweli soko. Integemea na mkakati unaotumia. Wakati mwingine strategies huwa zinakingana. Strategies unaweza kusema ngoja nitumie strategy hii, mara unasema ngoja nibadilishe strategy hii, mara si strategy nyingine. Mwisho wa siku unajikuta unatumia muda mwingi bado hujapata entry. Mwisho wa siku kichwa kinauma na hujafikia malengo ambayo unayotaka. Okay, kwa hiyo inakuwa hivyo. Lakini pia kingine, stress wakati market inabadilika. Kwa hiyo market ikiwa umesema labda sasa hivi tuna buy maanake soko linapanda, mara unakuta soko linashuka. Sasa pata leta tofauti, unaanza kuwa na stress sasa. Hizi strategy hazifanyi kazi au vipi? Okay, kumbe vile kuna vitu vingine ambavyo wewe haukuvijua kwa wakati ule. Unakuja kuvijua baada ya kuona soko linashuka sasa. Kwa hiyo unaanza kuzaa stress. Nasema mtume, ukiangalia hichi kweli hapa, kumbe soko linatakiwa lishuke. Kumbe strategy yako ya kwanza ndio ilikuwa sahihi. Soko lilikuwa lashuka tu kuja kuchukua liquidity. Hii liquidity ni nini? Tutakuja kuangalia katika video zinazofuata. Kuna liquidity engineering. Ni mambo ni terminology ambazo wanatumia watu wa kutrade. Na wote wanatumia watu wa kutrade forex, watu wa kutrade crypto wanatumia baadhi ya hizo terminology. I'm so sorry kama wewe ni beginner, naweza nikakuacha katika baadhi ya terminology, lakini naomba endelea kunisikiliza. Hizi zote utakuja kuzielewa vizuri kiunaga ubaga kama utaendelea kuhudhuria madarasa yetu kila kukicha. Make sure tu una like au una subscribe katika video zetu hizi, ili uendelee kupata series hizi kwa wakati na uweze kutumia mbinu hizi kuweza kupata faida ya haraka. Yes, kwa hiyo kwa hizo ni disadvantage za kutumia manual trading. Okay? Sasa tuangalie RoQ robot ni nini? RoQ robot ni automatic crypto trading robot au crypto trading tools. Hii tumeshajifunza katika video iliyopita. Kama hukujifunza, make sure unarudi kuangalia series ya link ambayo unaiona hapo chini. Katika subscription yetu kuna link hapo, utajifunza playlist. Kuna playlist kabisa inahusu RoQ robot ni nini hasa. Okay? Kwa hiyo iko hivyo, lakini tuelewe tu kwamba RoQ robot ni automated crypto trading tools. Ni kama remote ambayo unaitumia wewe kwa ajili ya kufanya trading ndani ya exchange. Exchange mfano kama ndio hiyo Binance. Okay? Kwa hiyo hii inaunganishwa na Binance kupitia API. Kwa hiyo huu ni robot RoQ, kuna application yake, na Binance naye Binance ana application yake. Okay, kwa hiyo wewe badala ya kutrade moja kwa moja kwenye Binance unasema hapana, na download application ya RoQ na inunua kwa $120, naweka mafuta, alafu ndani ya application ya RoQ naunganisha na application ya Binance kupitia API, tunaita application programming interface. Okay, kwa hiyo ukishaunganisha, maana yake unachokiweka huku ndani ndicho kinacho apply ndani ya Binance. Kwa hiyo huku unaweza ukaset automatic, maana yake application hii itakuwa ina control application ya Binance by automatic. Kwa ndani ya Binance, ukiingia Binance yako utajikuta tayari umenunua Ethereum, mara umenunua Solana, mara umenunua hivi. Kumbe kinachonunua sio wewe. Utaona kama vile uchawi, kuna coin unazinunua na unaziuza. Kumbe anayezinunua na kuziuza ni hii RoQ robot, anakuwa anafanya kazi ndani ya Binance yako. Kwa hiyo faida, mtaji na kila kitu zinabakia ndani ya Binance yako. Hakuna ambacho robot anaweza kucontrol kulingana na mambo ya kiela kama hayo. Okay, lakini pia inafungua trade automatically
kuna zile wanaziita margin calls limit au margin calls configuration. Tutakuja kuona tukishaanza kujifunza setup za robot. Kwa maana kwamba robot ana kawaida ya kufungua trading automatically. Haina haja ya kufanya analysis, manake kuna namna fulani ukielewa vizuri setup zako, basi utaweza kuelewa namna gani robot anavyofanya uchambuzi ndani ya soko na kuweza kufanya hizo trading automatically. Okay? Pia inatumia strategies zilizowekwa ndani ya hii ROQ robot. Kuna strategies ambazo tayari zimeshawekwa humu ndani zinazozalishia watu faida tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza ukatumia strategies yoyote ambayo unaitaka wewe kwa kukopi tu, manake ikakuwezesha wewe hata kama ni beginner ukaweza kupata faida kama anayopata experience trader. Okay? Kwa hiyo hiyo iko hivyo. Lakini kingine ROQ inafanyaje kazi? Inafanya kazi kwanza, una connect Binance kupitia API, no withdraw permission, hakuna uwezekano wa robot kutoa hela. Okay? Lakini pia unachagua strategy au signal. Okay? Either una synchronize na strategies za wataalamu, alafu inakuwa ina trade automatic for you, au unatumia signal. Lakini pia robot inasimamia trading. Robot yenyewe ana mtindo wa kusimamia trading mwenyewe. Lakini pia inafanya kazi masaa 24 kwa siku 7 za wiki bila kuchoka. Kwa hiyo yeye mara nyingi anasimamia mwenyewe kulingana na plan utakayompa au kulingana na copy utakayompa kutoka kwa mtaalamu fulani. Okay? Kwa hiyo hiyo inakuwa iko kama hivyo. Okay? Advantage, ili kutumia ROQ kunakuwa na faida gani? Faida ya kwanza, ina save muda. So muda wote wewe ukae unakaa na simu, wakati mwingine mtu anakesha. Okay? Hakuna haja ya kukesha, unampa robot kazi, unalala zako, unafanya mambo yako. Pengine mwezi mzima unaweza usichungulie, ukachungulia mara moja kuangalia faida, unatoa unatumia. Okay? Lakini pia hakuna emotional trading. Hakuna namna binadamu kuongeza vitu vyake. Binadamu sisi tuna kawaida kubadilika. Nilishazungumza katika video iliyopita kwamba binadamu anaweza akaamua tu kwamba kuanzia kesho mimi nataka nifanye mazoezi. Kuanzia kesho mimi anaamka mapema nifanye mazoezi. Unakuta anaamka siku 2, siku 3, siku ya 4 hamki tena. Tayari emotions zimesha take place katika decisions zake. Okay? Kwa hiyo inakuwa kama hivyo. Binadamu anaamua jambo leo, kesho anafanya, kesho kutwa anasahau. Lakini robot ukimwambia amke asubuhi kila siku afanye mazoezi, ataamka hivyo mwaka mzima, miaka yote. Hatakuwa na kisingizio chochote kile kwamba kasahau au vipi, haitawezekana. Kwa sababu gani? Haathiriwi na emotional na vitu kama hivyo. Lakini pia advantage nyingine ni kwamba inafanya kazi muda wote. Kwanza ina save muda wako wewe, manake hautakuwa na muda wote wa kuchungulia sokoni. Lakini pia nyingine kwamba robot anafanya kazi all the time, 24 hours katika siku 7 za wiki. Lakini pia advantage nyingine ni beginner friendly automation. Kwa watu wale wasiojua kutrade, ndio kwanza wanaanza, hawajui lolote, hawajui usiku wala mchana, manake kwa wao inaweza ikawa ni rafiki sana, kwa sababu kuna namna fulani mle ndani wanaweza wakawakopia wanaopata faida na wao wakapata faida kama wenzi wao. Okay? Disadvantage zake zikoje? Disadvantage za ROQ ni kwamba ya kwanza, hakuna guarantee ya profit. Tudanganye mtu kwamba ukitrade lazima utapata, ukiweka $100 kila siku unapata $5. Hapana. Kwamba profit inakuja kutokana na movement ya soko. Kwa kama soko limeenda tofauti, mfano kama let's say hapa umeweka labda $50, hii ndio price. Umeweka, likipanda utapata faida. Okay? What if likishuka? Kwa likishuka robot hauzi mpaka siku litakapopanda kupita yule mstari wa wao ulionunulia huku juu, ndo atauza, atapata faida. Lakini kama soko halijarudi huku juu apate faida. Otherwise labda utumie strategy nyingine, kuna ambayo inaitwa sub-bin mode, kuna sub-bin mode real time settlement. Hizo tutakuja kuangalia baadaye, manake inawezekana kwamba soko likiwa liko chini huku kwenye kupanda kwake kudogo, basi robot anaweza akachukua advantage, lakini sio kwamba unapata guarantee ya profit. No. Kuna siku utapata faida kubwa, kuna siku utapata faida ndogo, kuna siku hautopata kabisa. Na hiyo ndio na hivyo ndivyo kila aina ya biashara ndivyo ambavyo inavyokuwa. Lakini pia settings zikikosewa, disadvantage nyingine hiyo.
settings zikikosea performance hushuka. Kwa hiyo kama ukikosea kwenye setting vizuri kulingana na muda fulani wa market inavyo move, basi performance ya robot inashuka, unajikuta unapata faida ndogo sana. Kuna watu mtu anamtaja dola 100 mpaka wakati mwingine mpaka maajabu anapata faida 0 kwa sababu tu hajajua namna gani ya setting nzuri ambayo itakaomwezesha kupata faida nzuri. Okay, kwa anaisha na 0.1, 0.2 ndio faida anazozipata. Kwa settings zikikosewa performance huwa haiko vizuri. Kwa lazima upate setting au setup kutoka kwa experienced trader au ufanye copy ili uweze kupata performance iliyokuwa nzuri zaidi. Lakini nyingine, disadvantage nyingine, makato ya mafuta. Robot anakata mafuta. Hii tumeshajifunza kwamba ukipata faida, kwa mfano let's say umepata faida profit dola 100 ndani ya Binance yako. Binance. Kwa hiyo ukipata faida dola 100 ndani ya Binance, robot anakuambia na mimi naitaka hiyo dola 100, lakini hawezi kuja kuchukua faida dola 100 ndani ya Binance. Yeye robot anataka achukue 20%. Maana yake ni sawa sawa 20% ya dola 100 achukue dola 20, lakini hatoweza. Inabidi hiyo 20% anaichukua kwenye application yake huku. Ulitakiwa uweke mafuta kwamba hafanyi kazi ya kutrade mpaka uweke bondi. Mfano umeweka labda dola 30. Okay, labda umeweka dola 30. Kwa dola 30 hii ukiweka, ukipata dola 100 huku zinapungua dola 30. Unakuta zimebakia dola 10. Maana yake dola 20 tayari shakatwa, ishaenda kwenye application huku inabakia mafuta dola 10. Kwa mafuta haya ndani ya application unataka uweke hela. Hizi hela ndo zinakatwa taratibu kama mafuta. Kwa sababu application haina uwezo kukata dola 100 yako direct kwenye Binance. Kwa kwenye Binance inabakia kama ilivyo dola 100. Kama ilivyo, lakini mafuta huko unajikuta yanapungua. Sasa hii kupungua kwa mafuta ni disadvantage nyingine ya kutumia Royal Q. Maana yake kuna makato ya mafuta, lazima ujue. Na vitu kama hivyo. Ila kwa sababu ni faida, sio mtaji. Ni faida, waache wapate 20%. Kwa sababu wao ndio waliosababisha upate dola 100 na vitu kama hivyo, tools zao. Kwa sababu ni faida, kwangu mimi sio hasara, lakini pia ulitakiwa upate faida yote dola 100 kwa sababu kama una trade mwenyewe manually ndani ya Binance, maana yake hii dola 100 inakuwa ni ya kwako, hakuna mafuta. Lakini ukitumia robot, maana yake inabidi ukatwe, unapata dola 80 badala ya kupata dola 100 direct kwa sababu inakata kama mafuta. Lakini nyingine, malipo ya kila mwaka. Robot huyu anatakiwa umactivate kila mwaka, uweke dola 120 kwa sasa hivi. Kwa kila mwaka unakuta na expire, inabidi uactivate ili aweze kufanya kazi, inabidi ununue kwa dola 120. Kwa ukishaweka dola 120 unakuwa active, anaweza kutrade. Okay, lakini ukiamua kufanya mwenyewe manually kwenye Binance, hakuna haja ya kufanya activation. Maana yake unaingia kwenye Binance mwenyewe kwa mwenyewe una trade bila kutumia roboti, inakuwa ipo kama hivyo. Okay? Kwa hiyo ni disadvantage za kutumia Royal Q, ipo hivyo. Tofauti kuu sasa ikoje? Manual trade katika exchange, maana yake kuna human decision making, itakupa ngumu. Hapa watu wengi wanapoteza. Lakini kwenye Royal Q ni automated execution. Kwa hiyo hii inafanya automatic. Manual ukifanya mwenyewe kwenye exchange inahitaji skills. Inahitaji ujuzi kweli na uwe na experience ya kutosha, sio skills peke yake. Lakini pia hiyuko Royal Q inarahisisha trading kwa beginner. Ni beginner friendly. Nyingine, trading inahitaji analysis ya kila siku. Ukifanya manually mwenyewe inabidi kila siku uende ukachambue soko. Hapa limekaje? Angalia ulipime. Ukishakuwa experience unalipima kwa macho tu. Lakini kama hujakuwa experience inabidi unalichungulia muda wote. Chungulia hapa limekaje? Wakati mwingine mara unaona tofauti, unasema liko hivi, kumbe likienda vingine unasema ndio maana hichi sijakiona, unaanza kupata tabu. Okay? Lakini huku kwenye Royal Q una monitor tu peke yake. Hahitaji kufanya analysis za kila siku. Lakini hapa manual trader anakaa sana kwenye chati. Anakaa sana kwenye chati mpaka akishapata hiyo entry, manake wakati mwingine anakuwa yuhoi. Lakini robot unatumia manage tu za setting. Robot anakuwa na manage settings zake tu, kwamba sasa hivi soko liko hivi, anaangalia kwa anaenda kwenye setting anabadilisha, basi inatosha. Hakai sana kwenye chat, wala hakai kabisa, wala wakati mwingine hata hazijui hizo chat zinafanyaje zile formation.
Okay, lakini pia manual trading setup zipo chache. Ukiingia kutrade kwenye Binance Direct, maana yake ni kwamba zile tools zile za kutrade ziko chache. Kwako watu ambao wanafanya manually kwa kutumia Binance Direct, ambao tools zake zile za kutrade ziko chache. Lakini wako watu ambao wanafanya manually kwenye robot. Kwenye robot pia unaweza kufanya manually. Nasema sitaki automatic, nafanya manual. Kwa sababu kuna wengine wanataka watumie zile setup tools ziko tele. Kwa wanasema mimi nitafanya manually, lakini nitatumia robot na nitatumia hizi tools za robot ili kunirahisishia mimi kupata faida ya uhakika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ndio tofauti kuu zimekaa katika taswira kama hii. Best strategy, njia bora ikoje? Kipi ni bora zaidi? Kwanza cha kukushauri, cha kwanza jifunze manual trading skills. Make sure unajifunza hizi skills taratibu. Huo ni ushauri wangu, lakini kama hutaki that's okay. Okay, lakini pia tumia robot kusaidia automation. Kwa hiyo unajifunza taratibu skills, halafu unatumia robot. Na robot wakati unatumia unauliza, robot hapa linafanyaje? Kwa nini unaniambia niweke hivi? Kwa hiyo yule mtu anayekupa zile setting akupe na sababu. Au wakati unajifunza settings za robot, basi ujifunze pia na robot anafanyaje hizo setting. Lakini pia elewa marketing structure. Kumbuka wewe ni trader. Kwa hiyo lazima ujue kazi unayoifanya, either ni kwa kujua au kwa kutokujua, lakini ili mradi kitu fulani unakifanyia kazi, basi lazima ukijue kwamba sisi tunapata faida kutokana na market movement. Kwa hiyo katika hiyo market movement, ndani ya market kuna structure, marketing structure. Sasa marketing structure ni kitu muhimu sana cha kujifunza. Utakuja kujifunza marketing structure katika video zinazokuja mbele. Utakuja kushangaa kama we unajiita ni pro trader, nikikufundisha marketing structure ninayojua mimi, utajiona wewe hujui kitu, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo watu huwa wanavificha, hawavifundishi. Hii ni moja kati ya adhabu ya watu wengi wanatumia hiyo, kwamba mtu anataka, sisi Waswahili tuna nini, lakini tunapenda kuficha mambo. Ukishajiona wewe ni master ku trade, akija mtu mfundishe, unambania katika baadhi ya vitu na kwa kumfundisha. Unahisi sijui atakupita labda kwa magari au atajenga majumba, sijui ni kitu gani ambacho sisi tunaonea hivi. Lakini mimi nitakufundisha marketing structure ya kibabe ili uweze kuelewa hiyo movement ya soko inakuwaje, na mimi faida natokaje na faida, na niweze kufanya mambo yangu. Okay? Lakini nyingine, njia bora, changanya elimu, fanya mwenyewe na pia tumia robot. Yani ikiwezekana fanya yote mawili, kwa sababu unachohitaji ni hela. Kwa hiyo ukiambiwa kwenye manual kuna hela, fanya. Ukiambiwa kwenye automation kuna hela, fanya. Yani wewe usibague, kwa sababu ni kitu ambacho wewe unakifanyia kazi. Kwa hiyo you have to know katika both strategies zinakaa vipi. Lakini kingine ambacho nataka tuhitimishe darasa letu la leo, fahamu kwamba manually na automatic trading zote zina faida yake. Kwa hiyo ni wewe mtu mwenyewe utataka kulenga upate faida kwa namna gani. Ukisema unafanya manually kuna faida, ukisema unafanya automatic pia kuna faida zake. Isipokuwa chaguo either la manual au automatic, chaguo linategemea muda na experience yako. Okay? Kama ukiwa na experience nzuri, basi manual ni better. Kama utakuwa una muda mdogo au una experience ndogo, basi automatic is much better. Kwa sababu mfano kama mimi natumia Royal Q, natumia both, natumia automatic, natumia na manual. Kwa hiyo manual yangu mimi huwa naifanya kwenye Royal Q, kwa sababu najua nikisha set kwa namna fulani, basi nitakuwa na uwezo wa kupata faida, maana yake robot litanisimamia. Kwa hiyo nafanya manually, lakini nafanya kwa kupitia Royal Q. Okay? Kwa hiyo kwa nini nafanya manual kwa kupitia Royal Q, situmii Binance moja kwa moja? Kwa sababu kwenye Royal Q kuna tools ambazo Binance Direct hazipo. Binance hawana hizo tools za kutrade. Nadhani katika video inayofuata nitakuja kukufundisha ni kuna tools gani ambayo Royal Q wanayo hali ya kuwa Binance hana bado. Okay, pengine baadaye wanaweza wakajakatia, lakini kwa sasa hivi Binance hazipo hizo tools. Na ni muhimu sana katika kutrade. Lakini kingine, make sure education na discipline ni success. Kwa ukichukua elimu alafu ile elimu baada ya kujifunza, mfano kama labda mimi hapa nakufundisha, maana yake unapata education. Okay, alafu education ukiplus na action, ukaplus kuyafanyia kazi yale ambayo uliojifunza,
lakini sio kuyafanyia kazi tu, kuyafanyia kazi kwa discipline. Manake kwa adabu. Ukisema labda unafanya jambo fulani, manake unalishikilia lile jambo, ndio maana discipline. Discipline manake ni kuwa na uwezo wa kujisimamia mambo yako mwenyewe basi na kusimamiwa na mtu mwingine. Wengi wetu tunaona tunakuwa na discipline kwa vitu ambavyo watu wengine wametusimamia. Kwa mfano umeajiriwa, basi utakuwa na discipline ya kuamka mapema ili uwahi kazini kwa sababu umeajiriwa. Lakini ukijiajiri mwenyewe, labda una kiduka chako, unakuwa hauna discipline. Especially si kama labda na wadharau, hapana, lakini especially kwa watu huku Zanzibar, wengi wao unakuta hawana discipline. Kwa kuwa mtu kaajiriwa ndo anaamka mapema, lakini kama na biashara yake anafungua duka saa 4 saa 5 na anafanya kazi mpaka muda atakaotaka yeye. Kwa maana yake unakuwa hakuna discipline. Ili uwe na discipline, maana yake uwe na uwezo wa kusimamia mambo yako kana kwamba unasimamiwa na mtu mwingine. Kwa unajisimamia mwenyewe. Kwa hiyo ukipata elimu halafu ukaplus na action ndani yake kukaa kuna discipline, basi wewe lazima upate success. Utake usitake, success lazima ije. Hata kama huitaki, lazima itakuja yenyewe. Okay, lakini pia jambo la mwisho, asante sana kwa kutusikiliza na kutazama. Make sure una subscribe channel yetu kwa sababu kuna series nyingi, kuna masomo mengi sana tumeweka katika form of series. Kwa haya masomo unakuwa wakati mwingine ukitaka kujifunza unakuwa hujui uanzie wapi, hujui malizie wapi. Kila somo unaona ni muhimu kwako. Hapana. Masomo haya yanaenda kwa series, kuhakikisha unatafuta somo namba 1, namba 2, namba 3 yanakaa katika mpangilio ili uweze kupata picha halisi ya mambo jinsi yanavyokwenda. Kwa hiyo make sure baada kama umeipenda video yetu hii, make sure una share kwa wengine ili na wao waweze kupata mazuri kama uliwapata wewe. So tuonane katika next class yanayofuata, ni mazuri sana. Okay, so thank you. Sisi ni Crypto Island Pro. Mimi presenter wako naitwa Mr. Baisam. So inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa, karibu ujifunze nasi kwenye ulimwengu wa kidijitali.